Historia inatupeleka mbali sana. Enzi ya zama za kati za mawe, yaani Middle Stone Age. Huko barani Asia, kwenye karne ya 7 kabla ya Kristo, alikuwepo shujaa mmoja wa kijiji fulani ambaye alifanikiwa kugundua ukuta kwa kutumia moto na tope. Hii ilikuwa ni teknolojia mpya kwao, yaani kwa kijiji chao kilikuwa ni kitu cha ajabu sana, kitu ambacho kiliwashangaza wengi, kiliwatisha na kuwashtusha wengi. Wote waliokuwepo katika kijiji hiko walishangazwa na teknolojia ya namna hii. Maana ukuta huu ulikuwa ni ukuta imara kiasi cha kwamba hakuna mtu au kiumbe chochote kilichokuwa na uwezo wa kuuvunja ama kuuharibu kwa namna yoyote. Ukuta huu ulikuwa una uwezo wa kuwalinda dhidi ya maadui na wanyama wakali wa porini. Mara baada ya miaka mingi sana kupita, hapa naiongelea karne ya 14, yani miaka 2000 baadaye, watu wa jamii hiyo hiyo waliamua kufanya maboresho ya kutosha ili kuimarisha ukuta wao kwa kutumia matofali na mawe imara kabisa kutoka kwenye miamba ya milima mbalimbali, ambao walifanikiwa kukamilisha zoezi lao kwa takriban miaka 256, yani hapa naongelea kuanzia mwaka 1388 mpaka kufikia mwaka 1644. Na ukuta huu ndio ambao kwa sasa unajulikana kama The Great Wall of China, ukuta wenye urefu wa takriban kilomita 21,196. Urefu huu ni zaidi ya nusu mzingo wa dunia, yaani half circumference of the earth. Wanasayansi walio wengi wamejaribu kutizama ukuta huu toka mwezini, lakini shuhuda ni kwamba huwezi kuuona kabisa kwenye uso wa dunia, hivyo kuhesabiwa kuwa miongoni mwa maajabu ya dunia. The Great Wall of China, mbali na kwamba ukuta huu umekuwa ukitumika kwenye shughuli za ulinzi na usalama, lakini pia umetumika kwenye upande wa biashara na ukusanyaji wa kodi. Yaani ukuta huu mpaka sasa umefikisha umri wa miaka 2224 tangu kujengwa duniani. Mimi ni Rodney Stewart kutoka hapa Jungle TV International. Usiache kutufuatilia katika mitandao yote ya kijamii.